kaliliki, kitu kidogo chaweza leta migogoro, afueni ikawa dhiki, tafrani, tafrani. Hakuna kizuri kisicho kasoro, wainga walishasema nami narudia tena, hakuna. Ukitaka kuishi vizuri zikubali kasoro, ulicho nacho ndo hicho, siweke tamaa, moya kuigaiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake, bila kujali uwezo ukoje, mambo ya kuiga uache, jirani kala au kavaje. Vipi huko tokako nyumbani, wazima? Huko kwema, sijui nyie mnaendeleaje? Hatujambo, tunamshukuru Mungu, ndo kama unavyotuona hapa tupo na swaumu zetu. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Vipi baba, umemwacha mzima huko? Yupo, hajambo. Karibu. Asante. Mambo ya kuigaiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake, bila kujali uwezo ukoje, mambo ya kuiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake, bila kujali uwezo ukoje. Hello. Wewe mwanaume, unaona message yangu au? Nishakaribia stendi. Naomba umwagize wewe bodaboda yako anifuate stendi. Na wewe mwenyewe nikukute nyumbani, tumpeleke mtoto hospitali maana amepandisha joto. Sawa, hamna shida. Assalamu alaikum. Wewe wifi unaweza tukusaidia gani? Simambie. Halo. Tupo huku karibu na hapa huku maeneo ya huku. Kata simu kwanza, kata simu. Shehe, una wazo gani? Sina wazo, kuwa na subira. Subira gani wakati nishakwambiaga mapema kwamba michongo yako michongoma. Na hizo ndo habari zako kila siku. Unaona sasa ushafelisha. Unanibinulia? Unazingua. Shehe, bado umetufelisha. Big time, huo ndo ukweli. Sasa mimi nashangaa nachokataa nini sasa? Hivi nyinyi muelewa mna shida gani? Nichowafelisha mimi nini sasa? Nangi unazingua shehe wangu. Unaona mimi nimefanya nini hapa? Ina maana eti bado nimekaa mimi hapa? Mimi nimekaa na waza nini nifanye? Mimi kule unaongea gani hapa? Tatizo michongo yako, michongo yako yakufelisha. Hebu acheni bwana, hiyo sio sawa. Tunaharibu swaumu wazee. Anazingua huyu mtoto. Tukae tutafute way out. Way out gani unazungumzia wewe? Sasa mimi nishakoroga sasa hivi, mke wangu karudi kule na mtoto anauma. Nigee hiyo way out. Nigee way out yako. Wewe kumbe akili huna wewe. Sikia Nangi, mwambie ni umshikaji. Nitamzingua sasa hivi, akili zangu nazijua mwenyewe. Umeona sababu zake? Nyoshi kwa zaidi. Njoo. Wewe nikoshe. Cha. Kia mwanangu. Wewe nitakubiza tangu. Nneke kwanza. Shida chani kaka? Mambo ya kifamilia tu. Mambo la kifamilia dachi vakupa moyo, uchova kuputa makofi kucheti, mambo la kifamilia. Eti la kweli? Huyu anazingua kaka. Huyu mimi kanikuta mtaani nimetulia. Umeona? Muda huo nilishagombana na wife kitambo. Umeona kaka? Huyu kaja mtaani kaniambia huku kuna dili la pesa. Nimpigie simu wife ageuke. Wife mimi nampigia simu kageuka, saa hizi kafika mtaani na mtoto anaumwa. Umeona? Tunakuja huku tunakuta stisha ujenzi sijui vitu gani hivi afikia. Kitongolee wapacha kweli? Kama nilivyokuambia mambo ya kifamilia tu. Alafu ustadhi wako kuna vina shida. Ramadhani kama inkamula na makono kona hatari. Wewe ustadhi ukanyopa. Azingua huyu bana. Eto ustadhi. Umunu wenu ni boba. Uzidi kukuputa makofi na vijana vajoko kama teva mbekudili hama pema wako. Lo mmena chileo chumo chevani nchonga. Lo vanjine muti muchindimu. Na kuka. Tango malisi mambo ala hile na kuka ni. Nikata mugomvi mwede Ramadhani oya. Tangola ngala hile mwe vijana bwana upanya na panya nikave sana bwana. Nona nangi nicheva na impalika ntumbu imula bongela nzigo. Da salama endele udongi umeulo chimbe kuko. Na mwana. Au si. Vita ya baya, vita ya baya, vita ya baya. Sofia, njoo mwanangu. Vita ya baya,
vita, vita ya baya, apaliki, vita ya baya, vita, Nini shida mwanangu? vita ya baya. Mama, hii ndoa mimi naona sitoiweza. Mume wangu sio mkweli kabisa. Ndio nataka nijue mwanangu. Mama samahani, Sofia njoo mara moja. Jamani, hao wanaume wameanza kucheza na akili zetu. Oneni tulivyodhalika leo mchana kweupe. Wazo langu tuingie mtaani kuwatafuta. Inawezekana hakuna cha kazi wala cha nini. Na zile hela za jana kuna sehemu wamekopa. Mimi niko pamoja na wewe. Yaani hapa cha kufanya, tupite mtaa kwa mtaa, nyumba hadi nyumba, situzoea wanaume. Ni sawa, lakini tubakisha akiba, sije kama wamepatwa na changamoto. Huyu naye kashaanza mama huruma. Sikukuu kesho, tukiwachikia wanaume atatutia aibu. Wenzangu, tunaingilia wapi? Au nyinyi mmeambiwa hiyo site ilipo? Labda wewe kipenzi chake. Hata sijui lolote. Tuondokeni, tutajua huko. Vita ya baya, abaya, vita ya Ili wazo la kuzima simu mimi naona kama kutia chumvi kwenye kidonda tu. Wewe una wazo gani sasa? Ujue mwisho siku swala na wake zetu. Hatuwezi kuogopa kama ndio umetolea mahali. Hapa cha msingi ni kukaza sura kushoto kulia mpaka nyumbani. Hiyo ndio shortcut. Afu zongo mawazo yake bwana. Sasa hivi ndo unaanza kumuelewa Same kwa nini alikuwa anakulaumu. Au mwanangu, kwa sababu una wanawake wawili. Akiondoka bi mdogo, bi mkubwa anabakia. Oya, yani umewaza, umeona huo ndio ushauri wa kutupatia? Mimi sijavishana sana na zongo. Ila tuzieni huku kwanza turudi nyumbani usiku. Tukifika tudanganye kwamba tumevamiwa, tumepolwa simu na hela. Alafu hii simu tuziweka wapi sasa? Hem, leteni mawazo possible bana. Wewe asikieni niambie ni kitu. Wewe zongo si ndio umelitafuta hili swala? Sasa wewe ndio utalimaliza. Hata mimi hapana kabisa. Hata mimi siliafiki hilo. Juzi nimejikomba hapa. Leo tena. Hiyo juzi unazungumzia kaka ilikuwa iftari. Sasa hivi unazungumzia sikukuu. Alafu unajua wanawake wanavyopenda kutokelezea. Oya kaka, kama unajua kuna duka lolote la mkopo, tuze tukajilize. Umo kaka. Mimi nampenda sana mke wangu na sitaki kumpoteza. Sasa ashamkuta mimi. vita ya baya, abaya, vita ya baya, vita, 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 vita ya baya, abaya. Wewe, hao wenzio wako wapi? Ngoja baba, kwani ndo salamu? Uko tutokako salama salmini. Wewe kama unajua walipo tuelekeze. Au si? Nochanyako ne muchiva mbanina nango. Wala untumbu me. Uvechi muchiva nikuchola wanalani mtwala kwetu kupa veyumo vamikipa nalo. Ndo tunchemu wanalani wakala neko. Anyako edukana yu walihogo. Wawida lafu wawule mbida uidina yu wachani. Afuna wako madachi mbuli tenga chimuchiva kukumpidi jimudi ya muhu udi wa mkongo. Chubu. Unipoa wakinu mwana wako. Mboni hakala fuli ngata lips utenda nena kulembela. Nanga kulembela hapo hakaneko na kuna ngonya kumaiva maana kuna nyako na matikiti. Mtumbu meho. Aloa mwanangu ni hakala. Hakala chuga tangoko tuninambe kukupilikana. Naomba utusikilize kwanza vizuri. Hapa kuna pesa tumeletewa na amesema tu tukiletewa hizo pesa tuwapelekee huko site. Baye dana johela jo nena vapeleke jeje. Neni vama pavame nikava wena vayenga nzigo wa weda na ajichi. Unajua walipo unataka hela. Mwana nzuri kama wako noka nkwinga hela. Bora tuwapeleke jiji chiveni. Jina wika salama salimini ila nangu kabe kucheti uvila na boni kutangu wako. Toni mumweni wako walitunda lya damu lao kapilika litunda. Matunda lene ndo mwepo. No mwana chalo riho lya kulembula. Unangutega. Banka pilika bongo ni chele uuya ing'anyi velepo. Tumbipanga sana voko tunawikela ushidachi nyangu. We, kuwa na adabu, sisi meshemeji zako. Kama unatupeleka tupeleke, kama utupeleke tuambie tujue. Kwa unapoidi ukaya mboni yu walihogo. Neni tongo swala lioheli. Au vavako vani tongola umikigele. Baingulu kena wako limaikaneli imo. Twende nimpelekeje. Te shida vatwa venu. Bwana si atukuelewi. Unanguelewa shida te vatwa venu. Ngumpelekeje kwa vave vatwa venu. Twende naange site ku kwa vavele. Ndo namaanisha nini sasa? Tangulia niwapeleke. Bwana wewe si ndio unajua walipo? Haya tangulia. Haya, twende. Vita ya baya, abaya, vita ya baya, vita, 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 vita ya baya, abaya, vita ya baya, maneno shari, vita ya baya. Jicho langu la kushoto linacheza sana. Bibi aliwahi kuniambia jicho la kushoto likicheza ujue kuna jambo baya linakaribia kutokea. Au tumestukiwa nini? Acheni mawenge nyie. Beka, chukua chepe. Wewe wanakuja. Vita ya baya,
baya, vita vita vita, vita ya baya, abaya, vita ya baya, maneno shari, vita ya baya, vita ya baya, apakaliki apaliki, vita ya baya, vita ya baya, vita ya baya. Angu vakoji jupopa kwa vania yuka ni kulira. Ustaza ikelepa, yunje ikelepa, vandu vaikelengepa. Ambe tutaya na ibupa. Haya tali alo. Hata kama nyo naume mmezidi uongo, ndio saiti ya milioni 4. Ambe ukona kuche veme kwanza unsingi, utushanga wa ushanga jani. Kumwene wako chidachi, nani mboni kakuelewa. Nani mwene pa ni hopela bala. Vanu vayayuka muchupepo. Kwa vana tuona tucholo kwa wali nguma walimu. Ambe na nkupeleke mpango wa hela neo. Ile na ajione nikavona na venga nzigo wao. Na wewe usiwe mjinga, tuondokeni. Ambe pelekani bahi. Muka ukadachi. Mwanda mpoto woloke tuwa male kwa amani mpaka hapa. Hapa mpo munangutukuta. Tatizo langu ulidana hela. Umwe hela muniva na ajwa munanguchanganya. Ha? Na valo cha vavelenge. Mene mwe manu. Kwena nanga. Vijana hapa vani mungu kalambani. Unkoje wa yumo. Aye ni zidi hatari bwana. Watu peleke kucheti vanu vani nguona. Vene vakana ve majini. Ni kamala nungulo. Vita ya baya, abaya, vita ya baya. Kwa sisi zenu ambeni kitu kimoja. Mimi naondoka hapa, siwezi kukaa hapa. Kwa sababu kwa wife nishakoroga kule. Alafu yule mwenyewe akili zake sinazijua. Halo? Kwa hiyo wewe mwanaume umeamua kunigandisha hapa nje kwako au? Kunikalisha mimi kaa kisiki. Sasa nakuambiaje ukome kunitafuta kwa namna yoyote. Na huyu mtoto nitamtafuta baba kumlea na usahau kama una mtoto. Sikia sana ambeni kitu. Mimi naondoka hapa. Ila gani mkijua tu. Beki ya kwanza ni kwa wanawake zenu. Nyinyi mnasikia. Usifanye bro. Tukae tuone njia nzuri ya kwenda kulendea hili kaka. Wewe, Nangi. Hiyo namna sahihi ni kwako wewe na wenzio. Sio kwangu mimi. Kwa sababu nyinyi wanawake zenu bado mnao, alafu mimi mnachukulia poa maisha nayoishi. Wewe nipisheni. Tafadhali bro, tafadhali. Pole kwa kilichotokea, ila hatuwezi kutatua tatizo kwa kuongeza tatizo lingine. Sasa mimi mbona kwangu imewezekana? Kwangu mbona imewezekana? Kwa nini siwezekane kwenu nyinyi? Naelewa isio nazopitia. Lakini trust me ndo nafasi ya kuleka sawa hili. Tukae tuone tunalisovuje bro. Nipe point mimi nikusikilize sasa. Tunafanyaje? Nige point. Wanangu. Vita ya baya, vita vita vita, vita ya baya, abaya, vita ya baya. Mimi naona hapa tugane njia tu. Mambo yashakuwa mengi. Yule mwanamke atakuwa kashaondoka sasa hivi. Maana yule naye akili zake anazijua mwenyewe. Anaweza kaka mitego huko nikaenda kunasa. Poa kaka. Ila ngoja kwa tulisolve hili likishaisha tutafunga safari kwenda kijijini kwa wakwe ili tukazungumza naye tuana na ule vitu nyumbani. Hilo limeisha shehe. Nikikurupushwa lakini mje geto kule mlale. Mungu alepusha hilo kaka. Mimi na neno sasa. Shehe wewe swala umezipata lakini. Astaghfirullah. Na tumehusiwa kabisa. Enyi mlioamini hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wamo maadui zenu. Ndio hii sasa. Wewe sasa shehe wakati. Mimi natoka. Shehe. Kile vyote tunapojitahidi kuwaza. Ila mimi kurudi kwa mke wangu mikono mitupu. Hilo sahau. Yaani sahau kabisa. Sasa hapa cha kufanya Ni maisha ya kaliliki, kitu kidogo chaweza leta migogoro, afueni kawa dhiki, tafrani, hakuna kizuri kisicho kasoro. Hilo wazo zuri. Basi mbebeni mimi ndio nijifanye mgonjwa. Beka kuwa serious bwana, mwili wako kubebe nani? Mimi mwenyewe sijatia hata maji tumboni tokea asubuhi. Basi tukubebe wewe. Mimi sitaki kujifanya mgonjwa. Mimi naona aliyetoa wazo ndo tumbebe huyo. Basi lala chini zongo tukubebe. Sawa, hiyo likaribia nyumbani, zidisheni vilio. Usiwaze limeisha leo. Kwa hivi vifaa vipi sasa? Tuifuate kesho asubuhi. Kimempata nini mume wangu? Kimetokea nini jamani? Story ndefu, mwenzetu alidondoka ghafla, tumehangaika naye leo kutwa. Hata kazi haijafanyika leo kutwa mzima kabisa. Jamani poleni sana. Tuliwamisi wa mwenzetu, alhamdulillah mmerudi. Mlitumisi? Yaani sana. Tulishinda hatuna amani lakini mmerudi tumefurahi. Kwa hiyo hamna shida yoyote? Shida gani? Yaani yoyote tu. Hakuna. Kuna shida. Sasa
Sasa kama kila kitu kiko sawa tu na maisha gani mtego? Ni kama wife haipo pale. Hapana, haiwezi kuwa mtego. Itakuwa kizito hapo nyumbani. Sasa kwa tunafanya sasa kususha. Mimi naona tumshtue tu shia ajifanye kuzinduka hapa, naona hamna shida. Hawa wanawake sijui kimetokea nini. Kabisa. Sasa shemu ikaete jivu nusu kijiko. Shemu kaete kitunguu maji. Shemu angalia kama kuna uwezekano wa kupata kinyesi cha kuku kikavu. She, sikiliza sekunde kadhaa. Kuna tumekufinya mguuni tuko nazinduka. Imeisha hiyo. Jamani, shemu kazinduka. Pole mume wangu. Asante, nimeshapoa. Vipi, mmeshafutula au bado? Kumbe usiku. Udilika. Una vitu nzima. Haya tai. Hela ni nyenu, nashukuru mkango, nimenunulia peshini na baya, nimetumia kijini. Wende udilika chocho. Antumbumeho. Wanangu, miaka mingi iliyopita kuna binti mmoja hakulala usiku mzima akisubiri harusi yake. Sekunde zilikuwa haziendi, dakika hazisongi, wala masaa yalikuwa hayaendi. Si kwa sababu ya mekapu zake atakazopambwa, wala watu watakaohudhuria hapo, wala zawadi atakazopewa, ila ni kwa sababu ya gauni lake la harusi atakalolivaa. Gauni lake halikushonwa nje, halikuwa la gharama kubwa, ila kwake lilikuwa lina maana kubwa. Ndoto yake ni kuona amelivaa lile gauni ambalo lingempa hadhi ya kuitwa mke wa mtu. Kwake lilijaa dua za mama yake, imani, heshima na matarajio ya baba yake. Zaidi lilijaa ndoto na mapenzi ya mume wake mtarajiwa. Alipolivaa, mikono yake ilitetemeka, si kwa hofu, bali ni kwa utukufu wa gauni hilo. Na alipojitizama kwenye kioo, yeye hakuliona zuri kwa rangi na mapambo ya gauni lile, bali mwanzo mpya katika maisha yake. Mnajua nini kilitokea? Ndoa yake ilikumbwa na mitihani mingi. Changamoto za ndoa zilimwelemea. Alienda sandukuni na kulitoa lile gauni, likamkumbusha ile siku alokesha akilitamani, likamkumbusha viapo, tabasamu na ahadi za uvumilivu alizojiwekea moyoni mwake. Gauni lile kwake halikuwa vazi la kawaida. Gauni lile lilikuwa ni shahidi wa safari yake. Wanangu, abaya ni vazi zuri sana, unapendeza sana ukilivaa. Ila je, thamani ya abaya inaweza ikazidi thamani ya ndoa yako? Hivi mmewahi kujiuliza wanawake wangapi wanatamani gauni la harusi na hawajawahi kulipata? Idi ni siku adhimu sana kwa Waislamu. Ni siku tukufu mno. Kwa nini uharibu siku hii tukufu kwa kuvunja ndoa yako? Eti kwa sababu ya abaya la Laki1 tu. Kwa nini usipe thamani siku hii tukufu kwa kuvaa vazi ambalo lina historia ya safari ya maisha? Mume ukiishi naye vizuri, ukamuomba kitu, akishindwa kukutekelezea, basi jua amehangaika, amechafuka, amedhalilika kwa ajili yako ili akupe hicho kitu. Ila kudura za Mwenyezi Mungu haikuwa akipate hicho kitu. Yaani mkaka anapenda sifa huyu. Ulimpokea huyu mja? Sijui ndio kwa vile katoka zake Mtwara huko Makonde unamsumbua. Kwanza kuja kuongelea masuala ya pashimina na abaya hapa mbele yetu za waume zetu wamechoka ili iweje sasa. Kwa hiyo mtaki tena pashimina na abaya? Ako. Ala, tangia lini hiyo? Mimi nakutaka wewe. Nakutaka wewe tu mume wangu. Samahani shemu. Wife mbona simuoni? Tulipotoka site tumeachana nao pale wamepita nyumbani. Moya kuigaiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake. Mwanangu simu inaita. Na anapiga? Boss. Embogea hapa kwa na boss. Samahani bana, unajua wale jamaa wakihitaji hela tu, hakuna mgogoro wa kiwanja wala nini. Nishamalizana nao. Kwa hiyo kazi ipo pale pale. Alafu kama una muda tu unane mida hii nikupe ile advance. Kweli maisha ya kaliki, kitu kidogo chaweza leta migogoro. Afueni kawadhiki, tafrani, tafrani.
Hakuna kizuri kisicho kasoro, wainga walishasema nami narudia tena. Hakuna, ukitaka kuishi vizuri zikubali kasoro, ulicho nacho ndo hicho, usiweke tamaa. Mambo ya kuigaiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake bila kujali uwezo ukoje. Mambo ya kuiga uache, jirani kala au kavaje, na wewe watamani kama vyake bila kujali uwezo ukoje. Vita, vita ya baya, abaya, vita ya baya, maneno shari.